Panda vingi uvune vingi. Panda vingi uvune vingi. Panda vingi uvune vingi. Kwa nini Yesu alikuwa anatolea mfano mpanzi? Mara nyingi ametolea mfano wa mpanzi, wakulima. Kwa nini alikuwa anatoa mifano hii? Ukipanda vya heka moja, hauwezi kuvuna vya heka 5. Utavuna vya heka. Panda vingi ili uvune vingi. Sasa kuna kanuni ya kupanda. Mwaka huu tulioingia ni mwaka wa kupanda vingi ili tuvune vingi. Lakini kuna shida moja, unapanda wapi? Wengine wanapanda kwa waganga wa kienyeji. Wengine wanapanda kwa wasoma nyota. Haleluya. Na wengine wanapanda kwa mafarisayo. Lakini kuna jambo ambalo, kuna hali fulani, kuna watu tumelingangania, alafu tukaona ni kitu cha kawaida sana. Kumbe shetani anakifanyia kazi sana na anapata mpenyo wa kutesa maisha yetu, kwa sababu shetani anaijua kanuni ya mbinguni kuliko wewe unajua. Si unanielewa vizuri? Unanielewa vizuri? Kwa sababu hatukai kumlingana Bwana, hatuzioni kanuni za kimbingu, kwa sababu dunia imeteka maisha ya watu. Wamewekeza kwenye dunia bila kujua aliyetuweka duniani makusudi yake ni nini. Halo, muulize jirani yako, hivi unajua kwa nini unaishi? Muulize tena, hivi unajua kwa nini unaishi? Haleluya. Amen. Ni kwa sababu gani bado hata leo unaishi? Wakati mwingine jiulize swali, kwa nini mimi naishi? Sababu ni nini Mungu ameniacha nikiwa naishi? Mwambie jirani yako, kuna sababu ila bado hujaijua. Mwambie tena, kuna sababu ila bado hujaijua. Mungu ametuacha hai kwa sababu moja. Kwa sababu moja, tuupindue ulimwengu. Kuna mtu hajanielewa? Tuupindue ulimwengu upate kumwelekea nani? Kristo Yesu. Hakuna nyingine. Haleluya. Hakuna jingine, yani jingine hamna. Hayo mengine unatafuta mwenyewe, lakini kusudi ni hili moja. Tugeuze ulimwengu useme Yesu ni Bwana. Haleluya. Tugeuze ulimwengu mzima useme Yesu, tumesalenda kwako. Panda vingi uvune vingi. Mungu alipoanza kulipa ujumbe mwaka majuzi, huu ni mwaka wa 3 sasa tangu Mungu amenipa ujumbe wa tukio ya kuwa mmekuwa mkipanda kwenye matumbo yenu. Hata siku moja hajawahi kuwashukuru. Nani tumbo lake lishawahi kumshukuru? Tumbo lako lishawahi kukushukuru? Mmekuwa mkipanda kwenye matumbo yenu na kujivika mavazi mazuri kila mwisho wa mwaka, na kula na kumwaga kabisa vyakula na kujidanganya. Mnaenda madhabahu na vichenchi vya 500 eti tunampenda Mungu, alafu kuna watoto wake wanalala njaa.
Unanielewa eh? Kuna watoto wake hawajui watavaa nini. Kuna watoto wake hawajui watasoma nini, watasomaje. Unanielewa eh? Alafu tunapiga makofi, tunasema tumebarikiwa. Mungu akaniambia kitu kigumu sana. Akasema kati ya vitu unataka niinue maono ambayo nimeweka ndani yako, nataka niyainue, lakini jambo ni hili moja: mwisho wa mwaka usifanye sherehe nyumbani kwako. Ukimvika mke wako gharama hizo hizo, tafuta wanangu wavike. Ukiwavika watoto wako gharama hizo hizo, tafuta wanangu wavike. Ukiwalisha wanao chakula hicho hicho, tafuta wanangu walishe. Nikasema Mungu, hii imekaaje? Akaniambia nitakuonyesha njia. Haleluya. Haleluya. Hapa kwenye kupanda, wengine wanajuaga ni kukolomewa. Unajua, panda mbegu yako utavuna mara 100. Isaka kapanda mbegu akavuna mara 100. Wewe unajua ndio hiyo? Hello, unajua ndio hiyo? Sio hiyo. Sio hiyo. Hebu twende kwenye kitabu cha Luka. Kitabu cha Luka sura 6 mstari wa 38. Alafu tandika Matendo ya Mitume sura 9 mstari wa 36. Pia utaandika Isaya, tutamalizia hapo. Isaya sura 10 mstari wa 1 mpaka wa 3. Luka 6:38. Nasoma kama ilivyoandikwa. Amen. Luka 6 mstari wa 38. Biblia imeandikwa, wapeni watu vitu, nanyi mtapewa. Kipimo cha kujaa na kushindiliwa na kusukwasukwa hata kumwagika. Amesema wapeni nini? Wapeni watu vitu. Hapo wachoyo utawajua. Huwezi kuitikia mchoyo ili uweze kuitikia. Biblia inasema wapeni watu vitu, nanyi mtafanyaje? Nimekuambia ukipanda vingi utavuna vingi. Sasa wewe kaa kwenye mkono wa Bilika. Kaa kwenye mkono wa Bilika mwanangu. Nanielewa? Utalia sana. Usifikiri mchawi ni nani. Mchawi ni wewe mwenyewe. Unaikuloga ni wewe mwenyewe. Wapeni watu vitu. Sasa hapa kwenye kuwapa watu vitu, inaweza ikageuka tena ikawa mbegu ukapanda. Eti inaweza ikageuka ikawa mbegu. Vitu vinaweza vikageuka kwa sadaka. Ni kweli? Amen. Usome Matendo ya Mitume 9:36. Amen. Kama ilivyoandikwa. Matendo ya Mitume 9 mstari wa 36. Na mwanafunzi mmoja alikuwepo Yafa. Jina lake Tabitha. Tafsiri yake Dorcas. Yaani pa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema. Na sadaka alizotoa. Ni sadaka za aina gani? Malizia. Nenda. Ikawa siku zile akaugua akafa. Hata walipokwisha kumosha na kumweka orofani. Na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakatuma watu wawili kwake. Na kusema asikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka mpaka orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye. Wakilia na kumwonyesha zile kanzu na nguo
alizosona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Umeona sadaka Dorcas? Halo. Hapo mwanzoni anasema ni mwanamke aliyekuwa amejaa matendo mema. Amejaa matendo mema. Muulize jirani yako, hayo matendo mema yapo kwako? Halo. Hayo matendo mema yapo kwako? Haleluya. Haleluya. Amen. Ngoja nikwambie, kuna vitu kwa Mungu vinaenda kwa kanuni. Vinaenda kwa nini? Kwa kanuni. Na ukikosea kanuni, hata kama utapewa vitu vingi, bado hautakaa kwenye kanuni. Alijaa matendo mema. Kwenye yale matendo mema ikafika siku moja akaugua akafa. Ndio maana kwa kitabu cha Luka Biblia inasema wapeni watu vitu. Wapeni watu. Sadaka Dorcas alikuwa anawapa wajane vitu. Na vitu hivyo alikuwa akiwashonea nini? Nguo. Haleluya. Wale wajane wakaandamana na nani? Na Petro. Wakamwambia haiwezekani. Huu ndio msaada wetu. Huyu ndio ambao Mungu alituinulia. Sio kwamba hawakuwepo watu wengine, walikuwepo wengi, lakini walikuwa hawaoni wale wajane. Mtu mmoja tu, Dorcas. Nikuulize, wakina Petro walikuwepo. Wewe umepaona popote na Petro alikuwa anasaidia wajane?